Na ili najua watani wangu wakilichukua wasema unajua, mimi nasema kutukana, sisemi kukosoa. Tofautisha kati ya matusi na hoja. Kipindi kile 2013, 14, 15 tuko kwenye mchakato wa katiba mpya. Rais by that time Daktari Jakaya Mrisho Kikwete anaumwa na ripoti ya madaktari wanamwambia mzee unapaswa kufanyiwa operation. Wakati wanawaza ninapokwenda kufanya operation nchi yangu iko kwenye kipindi tensi kama hiki, na yaacha katika mazingira gani? Mzee wa watu alivumilia, akapambana mpaka ikafika hatua sasa anaona mchakato umefika kwenye stage nzuri, akaenda kufanyia operation Marekani. Alivorudi anaeleza, nimetoka kwenye operation kubwa, lakini sikusema na sikuacha mchakato huu kwa sababu nilijua mzigo huu uko mabegani mwangu. Sasa wewe hapo ukiumwa mafua tu kila kitu naahirisha, lakini yeye hana wa kumwachia huo mzigo. Leo hii wa Tanzania kwa namna yoyote ile, rais wetu anatamani ile Tanzania ambayo wakina mzee Nyerere, wakina mzee Mwinyi, wakina mzee Mkapa waliokuwa wanaiona, atufikishe kwenye hiyo Tanzania. Leo hii anapambana kujenga misingi ya dira ya 2050 kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa hili unakuwa. Anapambana kuhakikisha kwamba taifa hili linatengeza fursa kwa kila kijana kujiajiri na kuajiriwa. Mtu yuko kwenye mtandao anatukana tu, yaani yeye anachokiona ni matusi tu. Tuwahurumieni hao viongozi wetu, tuatieni moyo kwa kazi walizokuwa nazo. Hapo tu kuna watu kwenye familia, kuna wakati unatamani kujitoa, yaani ile familia yenyewe, yaani una mjomba na kunyosha kuna wengine shangazi anakupelekesha, kuna wengine wifi, yaani unatamani ile ndoa si ibadilike. Hapo ulipo kuna wengine yani mdogo wako mmezaliwa naye tumbo moja, huwezi kumwacha nyumbani na mmeo. Unajua tu nikimwacha hapa nimepinduliwa. Sasa kwenye ngazi ya urais jamani na kwa wakati mwingine mimi nakaa nasema jamani, hebu tuwe binadamu. Hebu mtu uliyempa nafasi ya kufanya kazi, mwachie basi nafasi afanye nini? Kazi yake. Sasa wanabali, ombi langu la kilio changu kikubwa ni kwamba tunawategemea katika haya mapambano. Na ukweli usiopingika, hatutaweza kuyalinda maadili ya Mtanzania kama vyombo vya habari, wana habari hawatakuwa pamoja na sisi. Yaani nyinyi ni nguzo muhimu sana. Wasukuma wanasema ni kama ni cornerstone basi ni wanahabari. Yaani nyinyi ndio daraja na msingi wa kuelimisha jamii na kuipa habari ambazo hivi kwani tukiamua tu mambo ya ovyo tusiyatangaze, unafikiri kuna mtu ataendelea? Yaani wewe unajua kabisa kwamba huyu kafanikiwa kwa uzinzi. Yaani huyu umaarufu wake kafanikiwa kwa uzinzi. Unamweka kuwa kioo cha jamii. Hivi unategemea watoto wetu watakuaje? Sababu mtoto kila akiwaza hivi imekuaje? Huyu akipewa, yani faili likifunguka hivi. Sasa mtoto mdogo wanakuwa inspired na watu wanaoona kwenye TV na kwenye mtandao wa kijamii. What kind of inspiration are we putting on the mirror? Yani tunaweka kwenye kioo inspiration gani? Acha basi mtu afanikiwe kwa uzinzi, achana naye kule. Yani mtu ili umpeleke hewani, cross check basi faili yake. Kwamba hivi huyu anavyojieleza hivi haya mafanikio yake ni kweli? Mimi kipindi fulani kwenye chombo kimoja cha rafiki yangu, kuna mtu mmoja tulimkamata kula Arusha. Maarufu sana, alikuwa anajulikana kama Manguruwe. Yule bwana yule pale Arusha pale kaja kesi za watu wamewazulumu na nini. Nikawaita ofisini nikiwa mkuu wa mkoa. Tukasikiza kesi, nikamwambia sikiza ili tuelewane, lipa tu. Mimi sitaki ugomvi. Wewe lipa hela ya watu. Kaja eti yeye ndio mtaalamu wa vanilla, ana soko, ana mashamba si wapi. Yaani akiongea hivi, maskini ya watu wanachanga hela
wanaenda kuchukua wengine mikopo, wanawekeza, eti atawakatia, watavuna vanila, ina faida. Wakipiga mahesabu, unajua hizi biashara za kwenye calculator ni hatari. Ukijumlisha pale ukatoa na cost za production, sio nini, investment, unaona mkeka umesoma huo. Nikambana pale, akalipa hela za watu. Baada ya muda nakaa namuona yuko kwenye TV anaelezea uwekezaji. Nakaa hivi, sasa jamaa vipi? Nikampigia mtu simu siku moja, wewe huyo mmemfikishaje? Akamwambia sikiliza, tuambizane ukweli, mmekula hela? Mkubwa, na vipi? Akamwambia no, hapo kuna fungu mmekula. Huyo mtu hana hizo sifa na hizo biashara hana. Kwa nini amwachunguzi watu kabla ya kuwaita kwenye vyombo vya habari mkaanza kuwahoji? Ngoja tuifanyie kazi. Haikuchukua round, in 2 weeks akakamatiwa hapa Dodoma kwa utapeli, na nafikiri bado yuko na kesi mahakamani inaendelea. Sasa hebu niambie yule mtu, na akienda kwenye media akiongea, kuna kipindi hata kuinunua mpaka timu ya Simba, anasema anatangaza kabisa, mimi nataka kuchukua ile timu mimi. Ukimwangalia, na hapo kuna microphone ziko mbele. Sawa, tukubaliane kwamba wanahabari wameamua kufanya burudani, lakini hii burudani ya namna hii inaharibu misingi yetu. Kuna mtu huko akiona kule kijijini kwetu Kolomije kule, naamini kwa sababu yeye hajui amefikaje, anasema ili mradi mpaka vyombo vya habari vimemtangaza, huyu ni mtu sahihi. Kwa hiyo mimi niwaombe sana tuamue kushiriki kwenye mapambano haya ya kulinda maadili yetu, lakini kubwa kuliko, tutumie fursa ya nguvu tulionayo ya habari kuhakikisha taifa letu tunalibadilisha, kulipeleka kwenye uchumi ambao ndio ndoto ya rais wetu. Ndugu zangu, nimeongea kwa urefu sana. Kuna mamlaka za udhibiti ikiwemo polisi na mahakama, mashirika, asasi za kiraia na wafanyabiashara. Sasa hapa kwenye asasi za kiraia na NGO pia nako Daktari Gwajima kuna kazi ya kufanya. Laha ya watu kama sisi, nakwambia, ambao hawatafuti madaraka. Tunagonga tu. Ni kutimiza majukumu yetu tu. Sasa kibano wale wanaotaka nini? Unatafuta ujumbe ambao wananchi wakiusikia nasema mtu mwema sana, mtu lahimu huyu. Mnyenyekevu. Wewe unyenyekevu umepata lini jamani wewe? Mtu mnyenyekevu kabisa huyu bwana. Unyenyekevu utoa wapi? Ana shida moja kwamba inabidi nje niombe viongozi wa dini tuendeshe maombi pia. Unajua wakati mwingine hizi chaguzi hizi watu kumaliza kuchagua pap, alafu baada ya kupiga kula ametangaza hivi tulimchaguaje huyu? Yaani kuna kuwa na kawingu fulani kanapita kama vile kana kamata fahamu za watu. Na maana maandiko matakatifu yanasema kwamba rushwa hupofusha macho. Kwa mimi niwaombe sana, asasi za kiraia tuungane, NGO tuungane. Yaani hapa liwe jambo sio la mtu mmoja. Yaani iwe ni familia, iwe sehemu ya mapambano. Viongozi wa dini, viongozi wa kimila, tuko kwenye laini moja. Vyombo vya sheria tuko kwenye laini moja. Vyombo vya habari tuko kwenye laini moja. Asasi za kiraia, NGO, wote tuko sehemu moja. Walimu, malekchara wote, kauli yetu iwe moja, kulinda maadili ya taifa letu. Tukifanikiwa hapo, mimi sina shaka kabisa kwamba kesho ya Tanzania yetu ni bora zaidi kuliko jana yetu. Ndugu wanahabari, kwa kumalizia, utekelezaji wa mkakati huu hivi Msigwa, na kule bungeni taruhusiwa kwenda hivi au ni kusoma neno kwa neno? Hapa nimechanganya kidogo. Okay. Kwa hiyo kuna mahala inabidi sasa nitaenda. Basi. Nitaenda nani tu. Sio kuna mtu mmoja tuenda kuhubiri kule kwa ni Morogoro sio wapi kule. Sasa kafika kwa acha kumuongoza sala toba. Unamwambia sema Bwana Yesu, asema Bwana Yesu, naja kwako. Nisamehe dhambi zangu, akaanza kuzitaja bwana. Sasa unamwambia wewe sema tu nisamehe dhambi zangu, asema wewe na mimi na ya kwangu.
Bwana. Utekelezaji wa mkakati huu utaanzia ngazi ya familia, kijiji au mtaa mpaka ngazi ya taifa, kwa kuunganisha jitihada, maarifa na rasilimali za wadau wote waliopo katika ngazi hizo. Niwahakikishie wadau wote katika utekelezaji wa mkakati huu kuwa serikali kupitia wizara na taasisi wadau tutahakikisha mkakati unawafikia kwa wakati, na elimu. Sasa elimu ndio sehemu ambayo kubwa zaidi. Toshelevu kuhusu mkakati itolewe kwao ili afua zote za mkakati zijumuishwe vyema katika mipango na shughuli za wote wanaohusika. Mkakati huu utapatikana katika majukwaa mbalimbali ya kidijitali ikiwemo tovuti na kurasa maalum katika mitandao ya kijamii. Manake tukizindua hapa, tunataka kila utakapokwenda ukutane na habari ya mkakati huu. Ndugu waandishi na wanahabari, naomba kuhitimisha hotuba yangu kwa kusisitiza kuwa bila msingi imara wa kimaadili, maendeleo endelevu hayawezi kufikiwa na usawi wa mtu mmoja mmoja kiuchumi na kijamii huathirika. Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, taifa lisilo na maadili haliwezi kudumu. Tukitaka tufutike kama kipindi cha gharika, ni kutokulinda maadili yetu. Ndio maana Baba wa Taifa anasema taifa lolote lisilokuwa na maadili hufutika, hata kama lina utajiri mkubwa kiasi gani. Maana yake huu utajiri wetu wote, madini, mbuga za wanyama, bahari inayotupa samaki, pote huko ukienda kwenye gesi, yani kama hatuna utamaduni imara, hata utajiri hautakuwa nini. Sasa wewe ukitaka kulibishia, angalia familia ambayo ina hela afu watoto watumiaji wa madawa ya kulevya, utajiri unakuwepo. Haya, angalia familia ambayo iko vizuri, imesoma, lakini mtoto shoga. Angalia familia ambayo iko vizuri lakini imepata mali kwa rushwa. Kwa msemo wa Baba wa Taifa na kwamba hata kama tuna utajiri kiasi gani, kama maadili ya taifa letu yanazidi kumomonyoka, maana yake utajiri huu na wenyewe utafutika. Ndugu zangu, nimalizia kwa kusema leo tunapotangaza rasmi vita dhidi ya mmomonyoko wa maadili nchini, tunataka taifa la watu waadilifu, wanaojali utu na uwajibikaji kiuchumi na kijamii. Mkakati huu sasa upo mikononi mwa wadau wote wanaohusika, kwa kuhusisha jamii yote katika utekelezaji wake. Kila mmoja au tafasiri na kujumuisha katika mipango na shughuli zake. Kwa pamoja tutaijenga Tanzania imara ya sasa na ya kesho, Tanzania yenye maendeleo endelevu. Baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kuwa mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili 2026 2027 hadi 2036 miaka 10, ndo ninauzindua au ndo nimeuzindua? Ndio pale sasa mimi ninapogombana kwenye kusoma, huku nasema umezinduliwa rasmi. Saa ngapi? Na uzindua rasmi. Naomba Mheshimiwa Waziri sasa usimame hapo mbele ukiwa na Mheshimiwa Waziri Gwajima kwa ajili ya kuzindua rasmi mkakati huu. Lakini wakati huo tumpigie makofi mengi sana sana Mheshimiwa Waziri. Kwa kweli tumepata hotuba inayostahili uzinduzi wa mkakati wa maadili. Naomba sasa leteni mkasi huko hapo. Kwa ajili ya kukata utepe. Kwanza ni kukabidhiana. Ukate kwanza alafu ndio utamkabidhi sasa pakiwa hapana. Haya. 1, 2, 3. Makofi mengi. Asante sana. Na baada ya hapo
baada ya kukabidhi, asante sana Mheshimiwa Waziri. Baada ya kukabidhi mkakati huo, sasa naomba zoezi linalofuata liwe la kukabidhi vitabu vya mkakati kwa wadau mbalimbali. Lulandala, endelea. Asante. Mdau wa kwanza ni mratibu wa mtakuu wa taifa Bwana Alex Shayo kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto. Tafadhali sogea. Bwana Alex Shayo, karibu. Karibu sana. Tumpigie makofi mengi sana. Mkabidhi tu hapo, atapokea. Yes. Tunaomba wengine mketi. Tunaomba wengine mketi wakati makabidhiano yanafanyika. Sawa, sogeni nyuma kidogo. Sawa, hapo sasa mnaweza kuendelea Mheshimiwa Waziri. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana. Asante. Mdau wa pili ni mwakilishi wa bodi